The word of God is like water. Neno la Mungu ni kama maji. Unaposema ni kama maji, ina maana ndio ambalo linalo tutakasa. Tunapookoka, kinacho tusafisha na tusiwe wenye dhambi ni neno la Mungu. Haitoshi, Biblia inasema kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa chake anakiri, ndio anapokuwa amefanya nini? Ameokoka. Lakini kuna kutakaswa, kuna kuokoka, haleluya, lakini bado hujatakasika. Ndio maana mtu ameokoka anasema Yesu ni Bwana, amen, lakini mambo ya dhambi bado yana uwezo wa kumvuta na akaingia. Ameokoka lakini bado kinywa chake kina masengenyo, kina hasira, moyo wake bado unakutokusamehe. Sio kwamba mtu hajaokoka, huyu mtu ameokoka kwa sababu ameshaamini na akakiri Yesu ni Bwana. Lakini kuna transformation nyingine, kuna vitu vingine ambavyo vinatakiwa vitoke kwake. Na ndio maana ukikozwa na mtu kanisani ukakasirika ukaanza kusema mbona na wale yokoka wanafanya hivyo, wewe ni kwamba huna taarifa. Kanisani tuna watu ambao wameokoka, lakini it is a work in progress, ni kazi inayoendelea. Biblia inasema tukue hata kufikia utimilifu wa Kristo. Hatui kama Kristo mara moja, bali tunaenda tukifikiria utimilifu kadri tunavyoendelea kutakaswa. Na kinacho tutakasa sio maji, kinacho tutakasa sio mafuta, kinacho tutakasa sio kiwango cha mangapi tunaingia kanisani kuingia tu, bali kinacho tutakasa ni kiwango cha neno tunalolipokea. Yohana 15:3, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno niliyowaambia. Hamui safi kwa sababu ya jambo lingine lolote. Hamui safi kwa sababu mmeosha mavazi yenu. Wakati wa zamani walikuwa naamini kwamba usafi au takatifu ni wa nje. Na ndio maana hata kuna watu hata sasa kwa imani zao, ili waingie kwenye maombi yao, wahakikisha unakuta wananawa mikono, wananawa uso, wanaosha mapua, wanaosha masikio, wanaosha na miguu yao, ili wafanye nini? Waonekane kuwa ni safi. Lakini Yesu anasema nyinyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ephesians 5. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Mstari wa 26 ndipo nataka waangalie, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Yesu analitakasa kanisa au alitakase kwa kulisafisha. Kinacholisafisha kanisa ni neno, na kanisa ni mtu. Kanisa sio jengo, kanisa ni watu. Kwa hivyo ili watu waweze kutakasika, inabidi walibebe neno la Mungu. Lakini sasa hivi vitu vilivyojaa kanisani, mambo mengi, uimbaji, comedy, siku hizi mpaka kuna comedy, kuna a lot of events zinafanyika ndani ya muda mchache, alafu muda wa neno unazidi kupungua. Muda wa neno unazidi kupungua, na neno ndilo ambalo Yesu analitumia kulisafisha kanisa. Kwa hivyo kanisa likikosa neno, uwe na uhakika litabaki kuwa chafu. Kwa sababu watu wana haraka Jumapili ni mambo ni siku ya mambo mengi kulingana na ratiba za watu, ila sio mpango wa Mungu. Kulingana na mpango wa wanadamu, wameshafanya Jumapili ni siku tena sio ya kupumzika tena, ni siku ya event. Kuna mikutano huku, kuna group huku, kuna kile hukule, mambo mengi. Ndio maana sasa inabidi mambo yapangwe ili tuweze kuaccommodate mambo yote Jumapili. Kwa hivyo unakuta kunakuwa na ibada ya masaa mawili. Ibada ya masaa mawili, kuna kuomba,
kuna kutoa sadaka, kuna matangazo, kuna ushuhuda, kuna kila kitu. Masaa haya mawili uwe na uhakika kila kitu kitakuwa squeezed. Na ili kiwe squeezed, kinachokula muda mdogo sana ni neno la Mungu. Na Yesu anasema analitakasa kanisa kwa kulisafisha kwa maji katika neno. Kadri unavyolikula neno, kadri unavyojilisha neno na kuendelea kulitafakari neno, neno lenyewe ndio linaendelea kukubadilisha pole 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 pole. Unaweza ukawekewa mkono tukaona hata kama mapepo yametoka, lakini kama huna neno, ujue na mapepo yatarudi. Kwa sababu gani? Nguvu na utakatifu hauko katika kitu kingine, uko ndani ya neno. You want to fight addiction? Soma neno. Kula neno la Mungu. Kula neno la Mungu likae ndani. And especially, sikiliza, ukiona lile eneo ambalo ndio linakusukuma sana, tafuta neno kwa wingi linalozungumza kuhusu hiyo hali. Sasa neno la Mungu linasafisha. Linasafisha. Soma neno la Mungu, uone kama hiyo addiction yako haitaisha. Kuna watu wameokoka lakini bado wana watch pornography kwenye simu zao. Hello, which is very true. Kuna dhambi nyingi sana Wakristo wanafanya sirini. Hadharani tunaona wako sawa. Paulo anasema, yale nitakao kufanya sifanyi, ila yale nisipenda kufanya ndio ninafanya. Sio kwamba watu wanafanya dhambi kwa sababu wanaipenda. Anasema kuna nguvu ya dhambi inakaa ndani. Sasa nini kitaiondoa nguvu ya dhambi? Ni kiasi cha neno utakalo kula.